magari mzuri. Wewe watu ya sound, panga gari ingine huko mbele. Tupate sound sawa sawa. Sound. Tusaidia kupaka hiyo magari mzuri. Haya. Ulaya wewe. Ulaya wewe. Adwamoi wake wake. Adwamoi wake wake. Adwamoi wake wake. Muri kwa nyumba hicho. Muri kwa nyumba. Adwa nyumba hicho. Adwa nyumba hicho. Muri kwa nyumba. Nyumba ya muri hiyo. Ahora kwa hiyo ni kasoko. Ahora si adikala. Ahora lo chama mamo. Harambe. Nyinyi watu ya sound mtusaidie. Mumeweka magari yote at the same place. Somebody atusaidie kupanga hii magari. Ndio watu waweze kutusikia vizuri. Hiyo gari iko pande hii, songa huko ndani. Somebody help us kupanga hiyo magari vizuri. Wale yako hata wezi muona. Adwa ito mwana yakuwa. Akaito kia atuwa nalewega. Adwa ito mwana yaga. Happy New Year. Adwa mwai wake wake. Adwa mwai wake wake. Adwa mwai wake wake mwana yaga. Mwana yaga weke. Netuoka. Netuoka. Ikawe nitatukiloka ngoko. Ate ni ago torora. Arabagete atore kole karema. Kaya ararega. Nodwa mawe ya manyu. Nenda musokeri yagado. Adwa na musokeri yagado. Kumagoro ile akaleria mokera igado siapa. Wala mae wako na mabango. Hii mabango mweke chini. Hii mabango mweke chini ndio tuonane. Mimi najua mna watu mnataka kuchagua hapa. Si kiti ya Ulaya iko wazi. Iko na mbunge. Kiti ya Ulaya iko na mbunge. Hapana. Iko vacant. Aya ni asianga. Huyu mzee wa Inaino ni one time si one time. Na juge wewe weka hii mabango chini. Hii women rep nyinyi. Nyinyi women rep wa mama. Please nataka tuonane na wananchi. Leo ni leo, msema kesho. Hapa ni Ulaya. Nyumbani kwa Mwai Kibaki. Mzee wetu, rais wetu ambaye aliyetengeneza Kenya. Ile masomo alileta ya bure Kasoko ameharibu. Ameharibu hajaharibu. Mimi nataka niseme William Ruto alikuwa hapa China katika ACK. Akakuja akaleta milioni 16. Akasikia mimi nakuja hapa Wetima. Akaita mjumbe wenu. Akaita Wamatinga. Akaita Mokami. Akawapatia pesa na maaskari wakuje waue kina mama na watoto kanisani. Kasongo ni muuaji si muuaji? Wewe Kasongo uliua watoto wetu katika kanisa ya Kiambaa, ukachoma akina mama, ukachoma watoto. Sasa ulipanga kuja hapa kwa Mwai Kibaki kuua watoto na akina mama. Harambe! Hapa Ulaya mnasemaje? Hapa mnasemaje? Hapa ni one time. Harambe! Wewe Ruto! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe ndio Singapore! Kasongo hadi asiende! Wewe unasema Kasongo hadi mimi nataka niseme watu ya nyumbani, asante kwa kunikaribisha nyumbani. Mimi nashukuru
nikiwa kiongozi hapa Mlimani. Sisi hatutauziwa katika juhuka. Sisi ni watoto wa Mungu. Mtemaji alitoka. Stanley Madenge, Field Marshal Muthoni Kimani. Hapa ndio nyumbani kwa Mwai Kibaki. General Julius Karangi. Hapa ndio mashujaa wa Jamhuri ya Kenya wanatoka hapa Nyeri. Na sisi watu ya Nyeri hatuwezi kuzuia uoga na mtu yeyote. Harambee! Mimi nataka tusaidiane. Adwa itogera toyekanele. Ruto na agetoraga, ona agetoraga. Bena wito ya kunereria rorere. Nyakora murendia rorere kwa William Ruto. Matogoro cha mujumbe wake wako kuweta bwabo kwa ina. Ochoro kunereria rorere. Msaliti mwingine ni seneta wa Matinga amesaliti jamii yetu na kuuza sisi kwa William Ruto. Muuzaji mwingine ameuza community yetu ni huyu mama Mukami ametuuza kwa William Ruto. Hawa wasaliti wote nataka tusaidiane, tukifukuza Ruto watangulie kwenda nyumbani. Yes. Huyu wa Matinga ni one time si one time. One time. Huyu Mukami ni one time si one time. One time. Na huyu wanaina one time. Harambee one time. Mimi nimekuja na viongozi wa Kenya. Na tumesema na hao viongozi safari ya kupeleka Kasongo nyumbani, safari ya kukomboa Kenya itaanza Othaya nyumbani kwa Mwai Kibaki. Harambee one time. Harambee one time. Mimi tumemwambia Ruto, tumekuwa kwa muda hivi anaitwa Kaja, ni mtoto ya hapa Nyeri. Nikaenda kwake nikamwangalia kwa macho, nikamuuliza na Kikuyu, wewe Kaja wewe moro madha chigana adwa nyuma na kwa nyuma chie na vigari ometwa wewe moro mnene wewe huleta zugua marende. Harambee tumesema hawa askari wasiposhikwa na wale watu wa Gen Z tutatangaza maandamano katika Jamhuri ya Kenya. Watu ya Othaya tukipiga filimbi ya maendeleo ya maandamano mtatoka. Hima Kaumera. William Ruto nataka nikwambie. Wewe ulikuwa unasema ati Raila anajua kupanga maandamano. Hakuna maandamano Raila alikuwa anapanga. Ile maandamano tutapanga, wewe utajua hii Kenya iko na wanaume na wanawake. Harambee! Harambee! Hiyo ni kujulisha viongozi wetu. Unajua Ruto aliponifukuza kwa ofisi alitaka kumobilize wote 1 vile alifanyia Mwai Kibaki 2007. Mungu akatusaidia. Alikuwa anataka kutenga jamii yetu tubaki peke yetu, naye Mungu akatusaidia, tukatafuta marafiki, makazi, mashemeji, ndio nimefika nao hapa katika Othaya, marafiki wetu awatu. Mimi nimekuja na mtoto wa Sekuru ambaye alisimama na Mwai Kibaki 2007 akakuwa makamu wake, ambaye siku nilikuwa nafukuzwa watu ya Wiper walisimama na mimi. Our cousin Stephen Kalonzo Musyoka. Asemaye kesho na yule hana mwana afanye nini? Aleke jiwe. Tumefika Othaya leo kumaliza ushinzi Kenya, kusema Kenya ni nchi ya demokrasia. Na kwa hivyo niliposikia kwamba ndugu huyu Rigathi Gachagua alikuwa na majaribio dhidi ya maisha yake, na sio yeye peke yake, watoto wadogo wakawa traumatized, wanapigiwa tear gas kwa kanisa, mimi nikasema siwezi kulala, ninatoka. Vile 2007 kumbukeni, Mzee Kibaki alikuwa ameangaliwa kisu hapa. Ni kweli si kweli? Sisi tulitoka tukapigilia hicho kiti chini na Kenya ikasimama, hata kabla kina Kofi Annan kuja
Mzee Kibaki wakati tulikuwa tunashikana nayo dada Martha Karua na wale wengine, tukaimarisha serikali ya Kibaki. Basi huyu ndugu Rigiji walipotaka kumweka aibu, tukasema huyu sio Rigiji, ni Rigiji anawekwa aibu. Hii ni jamii ya Wakikuyu, jamii ya Mount Kenya na Wakenya wenye nia safi. Walitaka atoke, walitaka kutoa Rigiji suruali atabaki uchi. Tukasema makuso, hiyo haitawezekana. Vile tulivyofanya wakati wa Kibaki, safari hii tutaungana hata zaidi kuhakikisha kwamba Kenya hakuna mchezo. Uriagwandaito namweomererie, kumbe mnajua Kikuyu ya Kalonzo. Kwa hivyo leo tumekuja, mnajua vile tulisimama na mzee Kibaki, akaanzisha free primary education. Hata president wa Marekani wakati ule Bill Clinton akajitokeza akasema angetaka kutane na rais wa Kenya, amshike mkono, amuulize alifanya hiyo miujiza kwa njia gani. Kumbukeni mzee Maruge alitoka akiwa miaka 84 akasema